Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai amekiri kupokea barua ya kufukuzwa wanachama kwa wabunge 8 wa chama cha wananchi CUF, na kwa sasa anatafakari barua hiyo kabla ya kutangaza hatua ya kuchukua baada ya mwenyekiti wa taifa Profesa Ibrahim Lipumba kuwasilisha barua hiyo. Hatua hii inakuja kipindi hiki wabunge waliofukuzwa wanachama wakiongozwa na kiongozi wa wabunge wa CUF Riziki Ngwali wakisema watakwenda mahakamani kupinga uamuzi wao kusimamishwa wanachama. Wabunge hawa wanasema watasaka haki yao kwenye vyombo vya sheria siku moja tu baada ya Baraza Kuu la Uongozi wa Taifa chini ya Profesa Lipumba kutangaza kuwafukuza wanachama kwa makosa ya kimaadili. Temaluge Kasuga atakuja na maelezo zaidi. Maisha ndani ya CUF yameendelea kuwa kama sinema isiyo na mwisho, na hii inatokana na kusimamishwa kwa wabunge 8, hatua inatufanya tukutane na kiongozi wa wabunge wa CUF bungeni Riziki. Kwa upande wenu tunataka kufahamu, mnayakubali maamuzi haya? Huu uamuzi tumeusikia tu, rasmi hatujapata bado barua rasmi kwamba, kwa sababu sisi tuliteuliwa kwa barua na matarajio ni kwamba tutatenguliwa kwa barua, ikirifaa kwamba barua ile iliyokuteua sasa tunaitengua. Lakini vyovyote itakavyokuwa ni uamuzi ambao hatukubaliani nao, kwa sababu ni uamuzi ambao si halali kwa sababu umetoka kwenye mamlaka ambayo si halali. Tungependa kufahamu ni nini kinafuata baada ya maamuzi haya kutolewa. Uamuzi huu wa kuwagusa wabunge 2 ambao kwa mujibu wa CUF walitoa ushirikiano pindi walipoitwa kwenye Baraza Kuu la Uongozi, kama alivyothibitisha kaimu naibu katibu mkuu bara. Katika wabunge 10 ambao ni wa viti maalumu, 2 hawajachukuliwa hatua na wamesemehewa, na sababu ya msingi ya kufanywa hivyo ni kwamba waliitwa wabunge wote 10 kwa ile lengo la kuhojiwa, lakini hawa wabunge 2 walionyesha ushirikiano wa kutambua kwamba wameitwa na nani amewaita, kwamba ni viongozi wao, chombo maalum ambayo ni kamati ya maadili ya nidhamu imewaita, wakaweza kutoa ushirikiano mzuri na chombo hicho na kuonyesha dharura zao, lakini ushirikiano waliotoa ni mzuri. Nimepata nafasi ya kuzungumza na mgeni Kadika ambaye yeye ni kati ya wabunge wa viti maalumu 10 wa chama cha wananchi CUF ambao 8 tayari wameshavuliwa wanachama na wamesalia 2. Tungependa kufahamu kutoka kwake maamuzi haya, wewe kwa nini umesalimika? Wallahi mimi sielewi. Wanazungumza kwa meli omba dharura, sijaomba dharura, na kanusha kwa sababu mimi ni mzima, watoto wangu ni wazima, na wala kwamba mimi walinisalia kwa mie ni mbunge. Siendi hata siku moja, sitokwenda, isipokuwa wenzangu watakapokwenda hawa 8 tutakuwa pamoja, na tukiondoka tutaondoka kwa pamoja. Mimi siwezi kusaliti chama changu. Wabunge walioingia matatani ni pamoja na Severina Mwijage, Saumu Sakala, Salma Mwasa, Riziki Ngwali, Raisa Musa, Miza Haji, Hadija Salum na Halima Mohamed. Temaluge Kasuga, Azam News, Dar es Salaam. Na kwa kuchambua jambo hili nipo hapa studio na Said Msonga. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na ya kijamii. Msonga, Temaluge wakati anaanza na taarifa yake alisema sinema isiyokuwa na mwisho ya CUF. Inaweza kuwa ni sinema kweli unavyoitazama hii, maana yake matukio ambayo yanakwenda yanarudi katika hali ambayo haieleweki hivi? Inapata maana hiyo kwa sababu kwa siasa za Tanzania ni masuala ambayo hayakuwa yamezoeleka na hatakuwa tukishuhudia hivyo katika vyama vya siasa. Na mgogoro huu wa CUF umekuwa ni mgogoro wa aina yake, na kila uchao kuna jambo jipya ambalo linajitokeza. Kwa hiyo ndio maana inaweza ikapewa sifa ya kuwa pengine ni sinema ambayo inaonekana bado mwisho wake haueleweki utakuwa ni lini. Hawa bunge wote 8 wanapinga, lakini pia hata baadhi ya wadau wengine wa CUF, maana CUF yenyewe ina vipande viwili. Wale upande ambao ni wa katibu mkuu wanasema hili Baraza Kuu la Taifa ambalo limefanya uamuzi huu si halali, kwa sababu siku zote kila upande unaona wenzao si halali. Nini uhalali wa maamuzi haya mbele ya sheria? Swala hilo katika sheria litakuwa lina tafsiri yake, na kama ulivyosema kwamba CUF imegawanyika katika vipande viwili, kwa maana ya kwamba kuna Baraza Kuu la Uongozi la upande wa mwenyekiti na Baraza Kuu la Uongozi la upande wa katibu mkuu, na yote kwa nyakati tofauti yamekuwa yakifanya maamuzi. Sasa kwa hiki kilichofanyika kwa sasa ambacho kimesimamiwa na mwenyekiti wa CUF ambaye msajili wa vyama vya siasa nchini anamtambua, Profesa Ibrahim Lipumba, imefanyika kwa mujibu wa vifungu vya katiba na ambavyo vinalipa
kulipa baraza hilo la uongozi mamlaka ya kufanya hayo maamuzi yaliyofanyika. Lakini ukiangalia kwa upande wa pili, kwa kuwa nako pia kuna mfumo ambao nao pia una baraza lake la uongozi, wanapinga na kama ambavyo wameeleza Mama Shahari kwamba wana mpango wa kwenda mahakamani kujaribu kutafuta haki yao. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo basi hiyo inategemeana na utashi wao binafsi, kwa sababu alichokifanya Sofia Simba ni kwamba ni kama aliridhia yale maamuzi ambayo yalikuwa yamefanywa na vikao vya Chama cha Mapinduzi CCM, lakini kwa upande wa CUF imekuwa ni tofauti kwa sababu hawajaridhia, na kwa maelezo yao hawa wabunge wa viti maalum wao bado hawamtambui mwenyekiti wao, lakini ukweli ni kwamba mwenyekiti wao anatambuliwa na msajili wa vyama vya siasa, na huko ndiko ambako mlolongo wa sheria pengine utaenda kutoa tafsiri na uhalali wa hili jambo. Kuhitimisha kabisa, Msonga, miongoni mwa hao wanaokataa wanasema kafanya hivi Lipumba kwa sababu hana uchungu nao, kwa kuwa wakati wanahangaika kuwapata hawa na ruzuku na kila kitu, yeye alikuwa Rwanda, Kigali, akienda kule baada ya kujiondoa kwenye chama chenyewe wakati huo. Kwa hiyo sasa ameona kama ni sawa tu. Unakubaliana na hili? Inawezekana ikawa ni hivyo kimtizamo, lakini siwezi kukubaliana wala kukataa moja kwa moja, kwa sababu kupatikana kwa wabunge wa viti maalum kunatokana na kupatikana kwa wabunge wa kuchaguliwa. Ile idadi ya wabunge wa kuchaguliwa ndio ambayo inapelekea kupatikana kwa idadi ya wabunge wa viti maalum pamoja na ruzuku na mambo mengine kama hayo. Asante.